ene mambingi ya ngoba kwanya bategereria na baligari be TV ya Ndizi TV ya nege pindi kiako Boka na Nyasae na abari ni mwensi Gusii mase mwabeta na isiko ya Gusii asili ya Kristo Yesu. Nataka niwakaribishe kwa ibada ya asubuhi ya leo tunapoanza siku, ili kwamba Mungu aweze kuanza siku pamoja nasi katika jina la Kristo. Ni mchungaji wako Kenyatta kutoka kanisa la Holy Ghost Restoration Chapel Nyakembene. Wacha tuombe tuingie kwa neno. Mtakatifu, ninakuheshimu kwa sababu ni Mungu. Tunaposhiriki neno lako pamoja na mtazamaji, naomba neema na rehema zako zikatutoshe sasa na hata milele. Tunakataa falme na nguvu za shetani siku ya leo tunapoianza. Bwana, tuianze pamoja na wewe, maana ni Mungu wetu. Kwa jina la Yesu naomba na hata kuamini. Amen. So nataka ni kusungumzie tu asubuhi ya leo napoanza siku. Nataka nikuhimize kwa yale ambayo unayapitia. Yale umeyapitia jana sio yale ambayo utapitia leo katika jina la Yesu. So nina ujumbe unaosema Mungu amekuchagua. To my fellow friends, God has chosen you, and because he has chosen you, the Bible says he cannot let you be ashamed of anything. So asubuhi ya leo nataka nikuhimize na neno la Bwana na utabarikiwa kwa jina la Yesu. Let's share from the book of Romans chapter number 10 and verses number 11. The Bible says, for the scripture says, whoever believes in him shall not be ashamed. So this is my message to you this morning, that if God has chosen you this day, kama Mungu amekuchagua asubuhi ya leo mpendwa, hautaibika katika jina la Yesu. Nimekuja nikuhimiza asubuhi ya leo, yale yote ambayo umeyapitia, sahau, mtazame Bwana siku ya leo unapoianza, kwamba Mungu aweze kuanza pamoja na wewe. Paulo alipokuwa ananenea Warumi, alikuwa na wanenea habari za Yesu, akiwaambia ya kwamba yule ambaye amemtumainia Bwana. Tunapoanza siku ya leo, wacha tuweke tegemeo letu, wacha tuweke tumaini letu kwa Bwana. Maana neno la Mungu linasema kila anayemtumainia Bwana hataibika kwa jina la Yesu. Mfanyabiashara anayemtumainia Bwana asubuhi ya leo, unapoenda kwa biashara zako, nataka nikuhimize hautapata hasara, bali utapokea faida katika jina la Yesu. Wewe mwendeshaji pikipiki, unapotoka asubuhi ya leo kwenda kwa biashara ya boda, na kuombea kwa jina la Kristo, hautaaibika kwa jina la Yesu. Hautakosa, maana Mungu yuko pamoja na wewe. Biblia inasema whoever has believed in God will never be put to shame. So asubuhi ya leo nataka nikuhimize kama ndugu yangu, kama dada yangu, kama mama yangu, amini Bwana. Hakikisha siku ya leo, as you start your day, confess faith, confess victory, confess that you are more than a conqueror in the name of Jesus. Do away with the spirit of failure. Uone Bwana Yesu mbele. Ukiweza kuweka Mungu mbele, mambo yako yatakuwa sawa. For whoever, yeyote anayemwamini Mungu hata aibika. Biblia inasema yeyote anayemtumainia Mungu. Usitumainie mchungaji, tumainia Mungu. Usitumainie vitu ambavyo nimeona watu wakifanya, kunywa hii, fanya kile. The Bible says, blessed are you that believe in Christ Jesus. So tumainia Bwana na hautaibika katika jina la Yesu. God loves us so much that he can protect us. Mungu anatupenda na anatudhamini sana. Ndio maana anatulinda. Tunapoyapitia yale machungu, tunapoyapitia yale ambayo yanahuzunisha moyo, ako pamoja nasi. Unapoanza siku ya leo, nataka nikuhimize kama dada yangu, nataka nikuhimize kama ndugu yangu, Mungu yuko upande wako katika jina la Yesu Kristo. Hautaaibika. Yuko akulinde siku ya leo. Unaposafiri atakulinda. Unapofanya kazi shambani, unapoandaa shamba lako kwa sababu ya upanzi, naomba mkono wa Bwana ukakulinde. Nataka nikuhimiza wewe ambaye amekuita majina. Nataka nikuhimiza wewe ambaye unaona kwamba hakuna kizuri kitatokea kwako. This morning nataka nikuhakikishie kwamba God is for you. And if God is for us,
Paul says, who can be against us? Nataka nikuhimiza asubuhi ya leo, wewe mtazamaji wangu, popote pale unatazama TV ya Ndizi TV kutoka asubuhi ya leo, Mungu yuko upande wako. Na akiwa upande wako, hakuna yule ambaye atakuwa kinyume na wewe. So nataka nikuhimize kwamba he is there to protect you. Hako alinde watoto wako, hako alinde shamba lako, alinde mifugo yako, alinde ndoa yako kwa jina la Yesu. Wewe mtumainie Bwana. He says he is there to give you protection. Hence, he is there to keep you safe from all kinds of evil attacks. Hako tu akulinde siku ya leo na kuombea. Wacha mkono wa Bwana ukulinde na mabaya yote. Biblia inasema shetani alienda kumjaribu Bwana. Alikuwa amesoma maandiko, akamwambia Bwana, imeandikwa, jirushe toka kwa hii mlima, maana Mungu ataagiza malaika wakushikilia usije kaanguka. Alisoma. Nataka nikuhakikishia asubuhi ya leo, God is there to protect you. God is there to give you safety from all attacks of the enemy. Usife moyo. Wamtumainio Bwana, kwa kitabu in the book of Psalms 125, wamtumainio Bwana ni kama mlima wa Sayuni. So trust in God and you be protected. Trust in God this day and you'll be saved in the name of Jesus. So it's your time of favor with God. Asubuhi ya leo ni wakati wa kibali chako na Bwana Yesu. Nataka nikuhimize kwamba ako pamoja na wewe. Usiogope kwa kile ambacho unapitia. Unapoanza siku ya leo, may God's favor shine upon you in the name of Jesus. Daudi anasema, Mungu, katika mapito yangu neno lako liwe taa na mwanga katika jina la Kristo. Na kuambia unapoanza siku mpendwa, neno la Bwana likuangazie katika jina la Yesu. Neno la Bwana likuondolee uovu wa kila aina kwa jina la Yesu. God has separated you. He has set you apart. Jitenge na uovu wa kile na siku ya leo. Jitenge na unafiki wa shetani siku ya leo, ili unapoanza siku uianze ukiwa na Bwana Yesu. So nakuombea neema ya Bwana ikakubariki. God then speaks and instructs you on what he wants you to do. Mungu anakuagiza siku ya leo, mtumainie, maana amekuchagua. Wamtumainio Bwana ni kama mlima wa Sayuni. Ninayekuambia kumtumainia Bwana, nimemtumainia Bwana na nimeona akiwa mwaminifu. Surely God is faithful. Biblia inasema wenye haki hawataishi kwa kuona. Wenye haki hawataishi kwa kukula, wataishi kwa imani. So kuwa na imani siku ya leo, maana Mungu amekuchagua. Tembea kwa imani. Not by sight, but by faith, you are going to receive all that you need in the name of Jesus. The Bible says you are a partaker of God's blessings this day. Naomba baraka za Mungu zikakutoshe katika jina la Yesu. Naomba neema ya Mungu ikakutoshe katika jina la Kristo Yesu. So nataka kuna neema ya Bwana ikakutoshe kwa jina la Yesu. This day have a revelation. Kuwa na maono. Siku yako nataka iwe aje. Weka, andika chini, mwambie Bwana, I want this and this, and God will prosper your day in the name of Jesus. Wewe ambaye ni mgonjwa, neno la Bwana linasema kwa kitabu cha Isaya 53:5, kwa mapigo yake tulipokea uponyaji. So nataka nikunenee, afya ni sehemu na ni chakula chako. Pokea afya nzuri katika jina la Kristo Yesu. So nataka nikutie moyo, nikuombee, na wewe utabarikiwa katika jina la Kristo Yesu. Unapoanza siku ya leo, mama yangu, ndugu yangu, dada, mzee, anza na Bwana Yesu. Acha nikuombee na Mungu atakutenda mema. Baba, katika jina la Kristo Yesu, ninakuheshimu kwa sababu ya mtazamaji wangu huyu ambaye ametazama kipindi hiki. Naomba kwa jina takatifu la Kristo Yesu ukaweze kumbariki, hata ukaweze kumtenda mema. Anapoanza siku, Mfalme, aianze na kibali, aanze siku na neema, na utukufu wako Bwana utamtosha sasa na hata milele. Ninakutukuza kwa sababu ya wale wagonjwa, wapone katika jina la Yesu. Wanaosumbuliwa na nguvu za giza, na nena damu ya Yesu inayonena mema ikashuke kwa boma zao, nawe Mungu katukuzwe, ukainuliwe kwa sababu wewe ni mfalme. We love you, oh God, and we thank you. We bless your name above all names. We stand against the principalities of rejection and separation. Lord, we decree and we declare in the name of Jesus there will be unity and love in our families. We love you and we give you praise and forever. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Ni mimi wako mchungaji Dennis Kenyatta
wa kanisa la Holy Ghost Restoration Chapel Nyakembene. Ukitaka kunipata kwa nambari ya simu ni 0728 891 722. 0728 891 722. Shalom and may God bless you. Thank you. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusii. Gendo tukerie kia senseye buna komenya buyake bochenu na kiye kugeregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio ubwo komenya okuya bwo buiga tutebe abantu abanene boka usinone muntu ndi bwensi nabago nonya muntu ndi bwensi nonya rero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro iyobochenu ubwo mubiro breast cancer screening inabo umuntu